ukisoma kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 12, maandiko yanasema joka likamkasirikia yule mwanamke. Manake joka tunajua kibiblia ni shetani. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 15, anasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Kwa hiyo mwanamke, nataka uelewe jambo hili. Sitaki nikutishe wala sitaki uogope. Kama umeamua kuokoka na kama umeamua kuwa mtu wa Mungu, acha leo nikwambie, amua kweli kweli, tafute Mungu kweli kweli, kuwa mtu wa maombi kweli kweli, kwa sababu vita yako mwanamke sio ndogo kama ambavyo unafikiri. Vita yako ni kubwa, kwa sababu vita yako ni direct na adui ambaye ni shetani, na huo uadui ulishawekwa tokea mwanzo. Na ndio maana leo hii utaona shetani anadili sana na wakina mama, anadili sana na wanawake, kwa sababu anajua anapodili na mwanamke anadili na uzao wa mwanamke, na uzao wa mwanamke ni mwanaume. Ukisoma kwenye maandiko anasema na huo uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Maana yake shetani anajua ya kwamba kutokea kwako wewe mwanamke kuna taifa litazaliwa ambalo litamponda yeye kichwa, kuna giant atazaliwa, kuna mwanaume atazaliwa. Na ndio maana leo hii utaona kuna wanawake wengi wanapitia changamoto ya uzazi, wengi inakuwa ni ngumu sana kushika mimba, wengi wamekuwa na changamoto sana za kupata watoto. Ni kwa sababu gani? Shetani anajua kwamba kutokea kwako atazaliwa wa kiume. Wakati mwingine unapoona unapitia changamoto ya uzazi, usianze kulaumu, usianze kufikiria umelogwa, usianze kufikiria namna gani. Mtafute Mungu, tafuta watumishi wa Mungu wenye maarifa wakusaidie. Wakati mwingine ni maarifa tu na kufunguliwa kutoka kwenye hicho kifungo, na wakati mwingine ni adui tu amelishika hilo tumbo. Kwa hiyo tunapokuombea ama watumishi wa Mungu wanapokuombea, basi Mungu anakupa neema, unashika mimba, unazaa mtoto ambaye Mungu alikuwa amemkusudia. Kwa hiyo nataka nikwambie, huu ni ujumbe wako wewe mwanamke. Kama umeamua kuokoka, basi okoka kweli kweli, mtafute Mungu kweli kweli, omba kweli kweli, usipapase, kwa sababu shetani acheki muda wowote. Anajua wewe ndiye adui yake mkubwa, wewe ndiye adui yake mkubwa. Anafanya vita na wewe kwa sababu anajua wewe ndiye umebeba hatima ya mataifa. Ibrahimu alipopewa ahadi, kulikuwa hakuna namna Ibrahimu anaweza kuipokea hiyo ahadi kama hakuna Sara. Lakini pia ili Yesu apatikane lazima alikuwepo Mariamu, kwamba lazima uzao wa mwanaume utokee. Kwa hiyo hakuna mwanaume kama hakuna mwanamke. Nataka ili ulielewe, hakuna mwanaume kama hakuna mwanamke. Kwa hiyo wewe mwanamke, shetani atapigana vita na wewe kwa nguvu, atapigana vita na wewe kwa sababu anajua kutokea kwako wewe umebeba hatima ya mataifa. Kutokea kwako wewe mwanamke iko hatima ya mataifa. Kwa hiyo shetani anafanya vita na wewe, na huo ni uadui ulishawekwa tangia mwanzo. Kwa hiyo kuna uadui kati yako wewe mwanamke na shetani ambao ni direct, sio indirect, ni direct. Kwa hiyo ninakwambia hili, sikuambii kwa kukutisha, sikuambii kwa kukuogopesha, lakini nakwambia ili Mungu akusaidie, akupe neema. Kama umeamua kuokoka, basi amua kuokoka kweli kweli. Ishi maisha ya kumtafuta Mungu kweli kweli, ishi maisha ya maombi kweli kweli. Maana yake neno la Mungu nasema mwanamke ni jeshi kubwa. Kwa hiyo wewe mwanamke ni jeshi kubwa. Sasa huwezi kuwa jeshi kama utakuwa lele mama, kwa sababu kutokea kwako pia watu watamuona Mungu. Mungu akubariki sana wewe umefuatilia.